ambazo ameziapia. Mara nyingi nimezungumza katika uwanja huu, nachukua dakika moja nimkaribishe Maina. Mwenyezi Mungu anaapia, anapoapa na kitu, si kitu cha kawaida, si kitu cha mchezo. Allah tabarak wa taala anaposema bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashr, Mwenyezi Mungu anaapa na alfajiri na anaapa na siku 10 za Dhulhijja, siku tukufu kabisa kuliko siku zote unazozijua katika maisha ya mwanadamu. Hii michana ya Dhulhijja siku 10 wallahi ni bora, na usiku wa Ramadhani 10 la mwisho ni bora katika usiku zote. Yani tunazungumzia michana na usiku. Usiku ni 10 ya Ramadhani ambayo ina Lailatul Qadr, mchana ni Dhulhijja. Anachokiambia Mwenyezi Mungu sio kitu ambacho wewe unafikiria ni kidogo, la, ni kitu kikubwa. Kwa hivyo Qur'ani inayosomwa katika siku 10 za Dhulhijja, mchana wa Dhulhijja ni bora zaidi. Sadaka, qiraatul Qur'an, na baadhi ya mashekhe ambaye mimi binafsi siko ndani wanasema pia kufunga pia imekuwa included. Unaweza funga hizo siku 9, lakini 10 kufunga sio haki kabisa, kwa sababu ni siku ya Eid, ni haramu. Kwa hivyo ndugu zangu, tujitayarisheni. Wewe unaona kama mchezo tu, lakini wallahi wa billahi wa tallahi hizi siku 10 za Dhulhijja ni siku tukufu, ni katika mwezi mtukufu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika suratul Tauba aya ya 36, arbaatun hurum, ni miezi minne mitukufu. Ndani yake tumemaliza Dhulqaada, tunaelekea Dhulhijja, tunaelekea Muharram. Kwa lugha yetu sisi Waswahili tunaita mfungo pili, mfungo tatu na mfungo 4. Maana Shawwal kwetu ni mfungo mosi, Dhulqaada mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, Muharram ni mfungo 4. Hizi ni miezi mitukufu zilizofuatana na mwezi mmoja wa Rajab. Na nilisema hapa juzi, watu wanaheshimu sana Ramadhani, lakini je, katika hizi miezi Mwenyezi Mungu anasema wala msidhulumu nafsi zenu katika hii miezi. Mbona sisi tunazichukulia light ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe amezitaja? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tuache hapo, nikipata nafasi kesho tutazungumzia hiyo. Mwalimu wangu Joseph Maina Gatimo, nakupa si dakika 10 zinakutosha, kisha 5, kisha tuingie kwa kukaka. Tumechelewa kidogo, lakini tuelewe tu sisi tuko in Africa na there is no hurry in Africa. Naona juzi Macron amekuja, anaitwa Makoroni ama anaitwa nani? Mafuta leo imepanda. Sasa hata hakuna jamu. Unataka kwenda wapi? Hakuna jamu sasa. Makoroni amekuja, mafuta imepanda. Wallahi hawa watu ni tabu mtupu. Mwalimu wangu Maina, dakika 10. Kwa nini wewe Mkristo? Dakika 10. Hata 15 naweza kupa hivi. You are comfortable with 15 or 10 minutes? At least tueleze kwa nini wewe Mkristo umebaki kuwa Mkristo wakati Yesu ni Muislamu na ametajwa katika heshima na taadhima, na jana ulidhibitisha hili. Sijui ni kwa nini. Takuwekea dakika, which comfortable, 10 or 15? Anachagua, tunataka ile inasikia 15 alafu. Sawa, 15 minutes. Ukiwa ready unaniambia naweka. Naweza kutanguliza neno lolote alafu ukiwa ready ninakuwekea. Asante sana kwa, tunashukuru Mungu, mimi kama Joseph Maina ambaye ni Mkristo, kwanza kwa sababu ya kutufikisha hii siku ya kwamba tumeketi hapa kama Wakristo na Waislamu kujadiliana mambo ya imani. Mambo ambayo tunafanya hapa haifanyiki nchi nyingi. Kwanza ni kwa sababu aidha hakuna amani katika nchi zao ama hawana uhuru ambao sisi kama Wakenya tuko nayo. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu pia tuko na amani katika nchi yetu, lakini pia tuko na uhuru. Tunaweza kuwa na shida kama hizo mwalimu anasema za mafuta kukuwa na bei ghali, hizo tunaweza tukadili nazo. Ile shida mbaya kabisa katika nchi ni kukosa amani, lakini kwa sababu tuko na amani ndio maana tuko hapa kukongamana. Kisha nashukuru Waislamu ambao wamekuja mahali hapa. Hii ni heshima kubwa ya kwamba tumeketi tusikizane. Nitaongea na yeye, Salim ataongea, atasema mambo yake, lakini na mimi nitasema yangu. Kwa hivyo ningeomba sasa mwalimu, kwa madakika unaweza anza kunihesabia, nipeane masababu. Asante. Kwa nini mimi kama Joseph Maina nimeketi hapa miaka mingi? Nadhani nilianza kukuja hapa mihadhara 2014. Nimesikiza Waislamu, nimesikiza hoja zao, lakini bado sijasilimu. Ni kwa nini?
Najua Waislamu watasema ya kwamba katika kadari ya Allah ndiyo anaweka mtu katika imani ambayo anataka. Labda yeye ndio atachagua mimi siku moja niwe Mkristo. Lakini nina sababu zangu. Walimu, ninaomba kama uko tayari niambie, uweze kunisomea, nitoe sababu moja na ingine kwa nini mimi nimesimama hapa ni Mkristo na nitaendelea kuwa Mkristo. Nisaidie na Isaya mwalimu 45 andiko lake la 5. Inasema vipi? Kitabu cha Isaya 45 andiko lake ni la 5. Nianzie pale. Napeana sababu zangu ya kwamba nimesikiza Waislamu lakini bado imani yangu inasimama pale pale. Naona 45:5 inasema kama ilivyoandikwa, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga mshipi ijapokuwa hakunijua, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Andiko ambalo natoa kwanza, Mungu ambaye, na unifungulie Kumbukumbu la Torati 10 itakuwa ya pili. Mungu ambaye mimi namuamini ametangulia kabla ya Uislamu kuja duniani, akasema yeye ndiyo Mungu na baada yake hakuna Mungu mwingine. Alishatangulia miaka karibu 1100 kabla ya kuja Uislamu, amesema ya kwamba yeye pekee ndiye Mungu, hakuna mwingine isipokuwa yeye. Kwa hivyo, kwa hiyo sababu mimi nashika huyu Mungu wa Biblia na siwezi nikafuata Mungu mwingine, sababu huyu amejitambulisha kwanza, yeye pekee ndiyo Mungu. Kumbukumbu la Torati 10:17 inasema vipi? 10:17, kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana mabwana, Mungu mkuu. Asante. Ukifungua Warumi 3, andiko la pili linasema Mungu ambaye sisi tunamwamini hapa kwa Biblia amesemekana yeye ndiyo Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, kwamba kuna Mungu na kuna wengine wanajiita miungu, lakini yule pekee ambaye ndiyo Mungu wa miungu ni huyu ambaye yuko hapa kwa Biblia. Nadhani nikisema kwa lugha ya Kenya, kuna watu wanajua mtu anaitwa baba yao, ya kwamba kuna baba lakini sasa kuna baba yao. Sasa Biblia inatuambia kuna Mungu. Unaweza kuwa wewe Muislamu uko na Mungu, lakini swali ni je, huyu Mungu wako ndiyo Mungu wa miungu ama ni Mungu tu? Huyu ambaye unaita Bwana, je, ndiye Bwana wa mabwana? Mungu ambaye yuko kwa Biblia ndiyo Mungu wa miungu. Warumi 3:23 mwalimu. 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Asante. Mimi kama Mkristo nina uhakika ya kwamba dhambi yangu imeondolewa. Muislamu anatawadha mara 5 kwa siku, na katika huku kutawadha anaosha dhambi ambazo amefanya na uso, dhambi kupitia mikono, dhambi kupitia miguu. Mara 5 Muislamu anatawadha, ni dhambi anaondoa. Andiko ambalo limetoka hapa limesema yule ambaye ameamini Yesu, mambo yake na dhambi yamekwisha kuondolewa. Ndiyo maana ninasema shida kubwa kabisa katika ulimwengu na katika wanadamu ni mambo ya dhambi. Dhambi ndiyo common katika kila mwanadamu. Sisi kama Wakristo tumeambiwa Yesu amekuja, sisi wote ni wenye dhambi, lakini wote ambao wamemwamini dhambi yao imeondolewa.
Ukisoma katika kitabu cha Yohana 1:29, Yohana alipomuona Yesu alisema, mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo mimi kama Mkristo siwezi enda mahali pa kubahatisha ya kwamba kila siku naosha dhambi yangu. Sijui siku ya kiyama mizani yangu itakuwa vipi. Muislamu anangojea mizani. Ukisoma katika Quran sura ya 7 aya yake ya 8, mizani siku ile Allah anasema itakuwa ni ya kweli. Sasa wewe Muislamu uko hapa, hujui ile siku mizani yako itaanguka pande gani, matendo mazuri ama matendo mabaya. Hiyo siku ndio utajua unaingia ama hautaingia. Mimi nikiwa hapa leo najua hata nikikufa saa hii mimi naingia paradise direct, kwa sababu mambo yangu ya dhambi imekwisha ondolewa. Mimi sina mizani. Kama nina mizani, Salim atakuja, anajua Biblia, atoe ni wapi Wakristo wanaenda kupigwa siku ya kiyama. Mimi siko katika siratu mustakim. Watu watapita kwa siratu, wataanguka ndani ya moto. Mimi siko katika hiyo imani. Imani yangu inasema ya kwamba kuamini Yesu tu dhambi yangu imeondolewa. Mimi sina mambo ya dhambi, sioshi dhambi kila siku. Ndiyo maana nasema miaka mingi nimekaa hapa, nimesikiza Waislamu. Sitakataa Uislamu kwa sababu nilizaliwa katika familia ya Kikristo, na sitakataa Uislamu kwa sababu nchi ya Kenya iko na Wakristo wengi. Hapana, ninakataa na sababu ambazo ninatoa. Nipe Zaburi 103 mwalimu, tusikie andiko lake linasema vipi. 103 aya ya 15. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, na mwingi wa fadhila. Yeye hatateteza siku zote, wala hatashika hasira yake milele. Hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadri ya maovu yetu. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadri ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana awahurumia wamchao. Andiko ambalo linatoka hapa, na huyu ni Daudi anaongea katika Zaburi. Kwanza anasema Mungu kwamba hadili na sisi kama vile dhambi yetu inakuwa. Kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, hivyo ndivyo ameondoa dhambi yetu mbali na sisi. Nikiongea mambo ya kuwa na uhakika wa msamaha, huwezi ukapata hili isipokuwa katika Kristo peke yake. Andiko linatoka linasema ya kwamba Mungu ametuondolea dhambi yetu kama magharibi na mashariki zilivyo mbali. Ukisoma katika Qur'an 66:8, Allah anasema ombeni msamaha, labda nitawasamehe. Sisi tuna uhakika wa msamaha wa dhambi na dhambi yetu kuwa imeondolewa. Walimu, sijui kama mezani yuko tayari sasa na microphone. Kwa hivyo nasema sisi hatukatai Uislamu bila sababu. Sababu ni nyingi tu, ni vile nimepatiwa madakika tu nitasema ambazo zile niko nazo hapa. Naam. Uzima wa milele, Yohana 5:24. Yohana 5:24. Nimesema nikisimama hapa leo dunia iishe, mimi niko paradise direct. Waislamu wako pale kwa siratu mustaqim, wanangoja sijui kupita huko sijui wapi, sijui malaika afanye nini, sijui matendo yao yako kwa mizani. Hakuna imani kama hiyo katika Kristo. Na Yesu anatuuliza tu, uliniamini? Ingia. Joseph Maina, ingia. Nani mwingine Mkristo hapa? Wakristo wainue mikono. Ndio wale pale. Yaani sisi hatuna shaka. Ndio unaona tumerelax, tumefurahi tu. Twende mwalimu. 5:28. Yes. Amina nawaambia. Ndio. Yeye alisikia neno langu. Safi. Na kumwamini yeye aliyenipeleka. Safi. Yuna uzima wa milele. Simple. Yaani ukisikia neno la Mungu, uamini Yesu, uko na uzima wa milele. Sasa unless wewe ubadilishe yale maandiko. Ndio maana nasema nikapata maandiko kama hayo katika Qur'an yananihakikishia ya kwamba niko na uzima wa milele. Mimi nakuja kwa Uislamu. Lakini kwa Waislamu naambiwa siratu mustaqim, naambiwa siku ya mizani.
Naambiwa kuna malaika ako hapa anaitwa Ratibu, mwingine anaitwa Hakimu. Ukifanya vizuri huyu anaandika, huyu anaandika. Lakini maandiko yetu kwa Biblia, Mungu anasema madhambi yenu yote mimi nimefuta. Mungu haweki marekodi. Ati umekosea anaweka, umekosea anaweka, hakuna kitu kama hiyo. Sisi imani yetu ni kwamba ukiomba msamaha umesamehewa. Waraka wa kwanza wa Yohana mwalimu 1:9 inasema vipi? Uhakika nimesamehewa. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Na ndiyo maana leo sisemi tu kwa nini mimi ni Mkristo na kwa nini sitakuwa Muislamu. Pia naambia Waislamu mambo ambayo nasema hapa uyatilie maanani, ukuje pande yangu, uvuke pande yangu, tuende paradise, tukakae huko na Mungu na Yesu. Twende mwalimu. Inasema mwalimu, yes, tukiziungama dhambi yetu, yeye ni mwaminifu safi na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Kwisha. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Ukiungama tu, kusema tu Mungu nisamehe dhambi yangu, hiyo imeondolewa. Hakuna kwenda kuandika pahali ati malaika anaandika, mwingine anaandika. Sasa msamaha ni gani? Ndio ujue Islamu imani yako ni mzito. Wewe unasema umeomba Allah amekusamehe, lakini bado unaambiwa siku ya kiyama kuna mambo italetwa kwa mizani. Ulisamehewa nini? Ni kumaanisha katika Uislamu hakuna uhakika wa msamaha wa dhambi. Je, tukiomba Mwenyezi Mungu anatusikia? Mathayo 7 anzia andiko lake la 7. Mathayo 7 anzia andiko lake la 7. Uhakika ya kwamba nikiomba Mungu nimwambie Mungu nisaidie na hii, je, anasikia ama hasikii? Twende. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke. 7 anzia aya ya 7 mwalimu. Naam. 7. Yes. Ombeni nyinyi mtapewa. Ombeni mtapewa. Tafuteni. Tafuteni. Yes. Nanyi mtaona. Ndio. Bisheni. Ndio. Nanyi mtafunguliwa. Safi. Kwa maana kila ombaye hupokea. Safi. Naye atatafuta, naye atafutaye atapata. Ndio hivyo. Kuona. Kwa hivyo sisi hata kuomba kwenyewe kwa Mwenyezi Mungu tuna uhakika ya kwamba tukiomba Mwenyezi Mungu anasikia maombi yetu. Katika Uislamu, je, kuna huu uhakika ya kwamba ukiomba Mwenyezi Mungu atakusikia? Waefeso 1:19 mwalimu. Tusikie hii imani ya Kikristo nayo imetoka vipi na imejengwa wapi? Waefeso 1:9. Sio imani ya kubahatisha. Ukumbuke kutoka Ibrahimu kukuja hadi Yesu hadi Paulo hadi wa mwisho, wote imani yao imejengwa vipi? Waefeso 1 mwalimu 19. Inasema nini? Na ubora 2:19 mwalimu. 2:19. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu. Safi. Watu wa nyumba mwake Mungu. Tuendelee. Inaendelea ikisema mmejengewa juu ya msingi wa mitume na manabii. Sisi tumejengwa katika juu ya msingi ya nani? Ya mitume na manabii. Je, Uislamu imejengwa kwa msingi ya nani? Sababu sisi tumeambiwa tumejengwa wapi? Katika msingi ya mitume na manabii. Uislamu imejengwa kwa msingi ya nani? Warumi 8:1 mwalimu. Unajua nimesema hapa nikikufa leo mimi naenda paradise, nikaona watu wanacheka. Hebu soma Warumi 8:1. Inasema vipi? Inasema nini? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hebu soma tena. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ndio hiyo andiko. Ukiwa katika Kristo, mambo ya hukumu hiyo ni ya watu wa nje. Sisi tumesema ile siku tunaenda tumepita. Waislamu wanapimiwa mizani yao huko wakirushwa kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu walikataa kuamini nani? Kuamini Yesu. Waraka wa Yohana mwalimu 14:6 nikimaliza. Waraka wa Yohana Injili 14:6. Yesu anasema Yohana Injili 14:6. Kwa hivyo nadhani mimi na nikirudi tena dakika 5 pia nitasema ninadhibitisha kwa nini mimi ni Mkristo. Nimesikiza Uislamu miaka zaidi ya 10 na sitakataa na sitakubali kuwa Muislamu kwa sababu
ushahidi wote unanionyesha pahali nipo ndio pako na usalama, pako na uzima wa milele, pana msamaha wa dhambi, na nikiomba Mungu anajibu maombi yangu. Soma mwalimu. Yesu akamwambia, Safi. mimi ndimi njia Yesu amesema yeye ndiye njia na kweli na kweli na uzima. Safi. Mtu haji kwa Baba Safi. ila kwa njia ya mimi. Safi. Yaani njia ya kuenda kwa Mungu ni Yesu peke yake. Kama haupitii hapo, uko katika njia za kupotea. Kwa hivyo mimi kama Mkristo, hilo andiko linanidhibitishia ya kwamba mahali niko ni mahali salama kabisa. Asante kwa sababu ya muda. Barikiwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, inna lillahi Wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi Wa inna ilayhi raji'un. tusemeni alhamdulillah ala neematil islam. Alhamdulillah ala neematil islam. Nafikiri nitaweka sijaona kwanza, mwalimu Joseph amezungumzia imani yake. Alhamdulillah, tunapenda tumpongeze kwa hilo, kwa sababu ametembea kwenye Biblia, Lakini kitu moja kinanishangaza, wewe umekamatwa na polisi, umekosa, umeiba, umeua, alafu tena unaenda kutafuta wakili ambaye ni fake, hana vibali ya kusimama kotini. Hiyo kesi unaweza kushinda kweli? Huwezi. Unaweza shinda? Ndio hawa wa Kristo. Si kama kuna mtu ananielewa, natoa mfano. Yaani wewe umeiba ama umekosa, sio kuiba tu, ama umepiga, umekosa wote. Sasa umekamatwa na polisi, umeshunguliwa mashtaka, alafu unaenda kutafuta wakili ambaye hajahitimu kuwa wakili, unataka akakutetee kotini. Jamani, hiyo kesi utashinda? Huwezi kushinda. Ndio kitu ambaye wenzetu wa Kristo wanatufanyia. Jambo la pili, sisi kwanza Waislamu tunamshukuru Mungu kuwa kwanza, hasatan mimi binafsi, kwa sababu Uislamu sikuzaliwa, nimechagua. Uislamu maana yake ni kusubmit au kunyenyekea wito wa Mwenyezi Mungu. Hainasibishwi na jina la mtu au kabila ya mtu kama Hinduism, Christianity. Christ ni neno la kipagani la Kirumi. Uislamu ni jina ambalo Mwenyezi Mungu alilitaja katika Qur'ani, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa raditu lakum Islam dina. Huyu ni Mwenyezi Mungu Jalla wa Jalalu ambaye anataja maneno haya katika kitabu chake alichokiteremshia Nabii Muhammad. Kwa hivyo kwanza, jambo la kwanza, ushahidi wa Qur'ani ni kitabu cha nani? Cha Allah. Ambaye amepewa mtume gani? Muhammad. Na mtume mwenyewe alikuwa Muislamu ama alikuwa ni jina lake? Muislamu. Alikuwa ni Muislamu, anaambiwa na awe wa kwanza katika Waislamu wenye kunyenyekea. Kwa hivyo mtume Muhammad ni Muislamu, ametoka kwa Mwenyezi Mungu na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hiyo kwanza ndo hoja ya kwanza inasimama katika mahakama ya ICJ, International Court of Jurists, inapita tik. Jambo la pili ni Mungu ametuita. Sasa wewe ukisema mimi ni Mkristo, sasa wewe ni Mkristo kwa andiko gani? Wewe ni Mkristo kwa nabii gani alifundisha Ukristo? Kwa kitabu gani cha Mungu kinasema Ukristo dini au kuwa Mkristo? Kwa kitabu gani? Inna lillahi. Utaona dini zote isiyokuwa Uislamu zimejengwa kwa misingi ya majina ya watu na makabila. Buddhist inatokana na Gautama Buddha. Christianity inatokana na Christ, jina la Kigiriki walilomtumia kumuita Mesaya. Ukienda Hinduism ni kabila. Uislamu peke yake ndio jina limetoka kwa Mwenyezi Mungu, ni sifa min al-asmaul husna, katika lile sifa ya sita, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul qudus salam. Ni katika majina au jina la sita la utukufu wa Mwenyezi Mungu likaitwa Uislamu. Ndio maana sisi ni Waislamu. Na sio tu, mwalimu 22 aya ya mwisho Suratul Hajj inasema baada, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ndio
na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Ndio. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini hii. Ndio. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Ndio. Yeye Mwenyezi Mungu. Sikiza, yeye Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu. Ndio. Alikuiteni. Alikuiteni Waislamu. Wakristo. Waislamu. Sio Wakristo. Alikuiteni Waislamu. Endelea. Tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika Qur'ani hii pia. Kwa hivyo katika Taurati tuliitwa Waislamu. Katika Injili na vitabu Sufi al-Ula, Sufi Ibrahima wa Musa tuliitwa. Mwalimu amesimama hapa akasema urongo ati yeye ni Mkristo kwa sababu sijui nini kabla ya Uislamu kuja anaamini Mungu miaka 1500. Sio kweli. Wewe umeyapata wapi na huna kitabu ambacho kimetoka kwa Mwenyezi Mungu? Allah Tabaraka wa Taala anatuambia makana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Dini hii Mungu anasema na tulimchagua Adam tukampa mwongozo Uislamu. Kwa hivyo baba yetu Adam alipoumbwa yeye mwenyewe alikuwa Muislamu na akapatiwa mwongozo au sheria ya Kiislamu. 42:13 mwalimu changamka. 42:13. Sikiza, anakuja kutuambia eti yeye miaka 1500 kabla ya kuja Uislamu. Inasema nini? Naheshimu mwalimu wangu kabisa, hiyo ni maono yake. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Amekupeni sheria ya dini ile ile. Aliyemuhusia Nuhu. Ndio. Na tuliyokufunulia wewe. Na tuliyomuhusia Ibrahimu. Ndio. Na Musa. Ndio. Na Isa. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Sasa huyu anataka kuniambia Nuhu alikuwa miaka ngapi kabla ya kuja Yesu? Nuhu alikuwa miaka ngapi kabla ya kuja Nabii Muhammad? Na alikuwa Muislamu. Ukisoma 10:76 unapata na Nuhu ni Muislamu. Hebu nisome hiyo. Changamka, Suratul Yunus. Changamka mwalimu, alafu 26 aya yake ya 100. Alayhissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. 10. 10. 10 kama ni 10:76 inasemaje? 76. Changamka mwalimu. Inasema ni ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Basi ilipowajia haki kutoka kwetu walisema bila shaka huu ni uchawi dhahiri. Akasema Musa, ndio mnasema hivi. Anza juu kidogo, hiyo ni ngapi? Nasoma 10. 76. 75 inasemaje? Kisha baada ya hao tukamtuma Musa na Haruni kwa Firauni. Umenichanganya kabisa, lakini ni sawa tu, ni hapo hapo, sijakosea. Suratul Yunus. Naam. Aya 72. Iache nitarudi dakika 10. Nipigie 26 106 alafu uruke 12. Watu wa Nuhu wakachaguliwa kuwa Waislamu. Hii ni Qur'ani inasema, sio sisi. Twende. Nitaipata hiyo haraka haraka. Wakumbushe alipowaambia huyu mwenzio Nabii Nuhu. Je, hamtaogopa hata? Na huyu Nabii Nuhu alipowaambia wenzie, sikiza, haya ni maneno ya Nabii Allah Nuhu. Enda 112 juu ya muda. 12. Akasema. Ndio. Akasema. Nazijuaje amali njema? Nazijuaje amali njema? Walizokuwa wakizifanya hata Mwenyezi Mungu. Walizokuwa wakizifanya watu wa Nabii Allah Nuhu hata Mwenyezi Mungu akawachagua kuwa Waislamu. Waislamu wa kwanza. 72, 71 sote Nuhu aya 26. Changamka mwalimu. Inasema 70. Hii inadhibitisha Nuhu, sisi tunadhibitisha kwa maandiko, sio kila wakala la, bali sisi ni hakika. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nuhu ni Muislamu, Ibrahimu ni Muislamu katika 367, Adamu ni Muislamu, Musa ni Muislamu na watu wake. Kwa hivyo tunaposimama kusema sisi hatuzungumzi maneno ya kutaka ushabiki la, bali ni wahi wa ma yantiqu anil hawa. Hakusema Mtume Muhammad kwa utashi wa nafsi yake, bali ni wahi uliofunuliwa kwake, allama ushadidul. Endelea mwalimu. Na Nuhu akazidi kusema, Mola wangu, ndio usimwache juu ya ardhi mkazi wake yote katika makafiri. Ndio. Mola wangu, nighufurie mimi na wazee wangu na kila aliyeingia nyumbani mwangu. Na kila aliyeingia nyumbani. Maneno ya Nuhu haya yananukuliwa katika Qur'ani. Na kila aliyeingia nyumbani mwangu. Ndio. Hali ya kuwa ni Muislamu na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Unaona sasa watu wa Nuhu Waislamu wanawaombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Akasema wewe ukimwamini Yesu dhambi zako zimechukuliwa, hauna dhambi. Kisha anasema ukiomba tu msamaha unasamehewa. Nasema Yesu ikiwa amechukua, ni dhambi gani unaomba msamaha na yeye atachukua? Ndio unaona Wakristo wanaitwa
LGBTQ. Mwanaume anaoa mwanaume, Yesu amembebea nini? Akikufa anaenda wapi? Subutu ya mjomba yako. Pepo gani hiyo unakwenda ya mjomba yako? Mwanamke amoe mwanamke. Kuna wengine wanaitwa transgender. Yeye ako pande zote, ni kama ile transformer ya stima, inaingia na inatoka, anaingizwa na yeye anaingia. Lakini ni Mkristo. Yesu amekubebea nini? Wewe kunywa pombe. Ndio rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, mimi nampenda sana. Nasema totam, lakini msiniangalie. Yeye State House ameharamisha pombe, akafunga baa. Lakini nchi anayoitawalia watu ni walevi, wanakunywa pombe, na yeye ndio mwenye kusaini license za kufungua. Bora wewe ni Mkristo, unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Peponi, vile alivyosema. Jamani, mnajua Mungu au mnamsikia? Sisi Waislamu tukitenda dhambi tunaambiwa tufanye istighfar na tunasamehewa. Na aya nyingi zimekuja kwa sababu hatuwezi kuwa wakamilifu. Wa khuluqal insanu dhaifa, binadamu ameumbwa kuwa dhaifu. Akaambia ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hebu msomee hiyo andiko shekhi. Piga kwa matini yake alafu mpe tafsiri. Innahu ghafurur rahim yaghfiru dhunuba jamia. Inna Allah yaghfiru. Inna Allah la yughfiru ma yushrika bihi. Aya hiyo inachanganya. Lakini anasamehe asiyokuwa ashirku billah. Soma mwalimu, changamka. Inasema ni baada billahi 39:53. 53. 39:50. Ujui hiyo aya la? Sema. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. Hata sijui dakika ni ngapi yangu imejipozi jamani. Sema. Ni ngapi zimebaki? Sema. Yangu imesimama. Dakika 6. Kuna dakika 6. Sawa Inasema nini? Ndio. Sema. Enyi waja wangu. Ndio. Mliojidhulumu nafsi zenu. Msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Ndio. Bila shaka Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Mizani iko kwa wale wameghafilika kufanya istighfar na kuleta toba. Mizani iko kwa matendo mazuri. Na Isaya alisema kuna mizani siku ya Kiyama. Lakini wenzetu wanapenda kumsingizia Yesu. Wanafunzi walipomuuliza tusemeje, wakasema nanyi mkiwa kusali salini hivi: Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Utusamehe kama sisi tusamehewa wadeni wetu. Tusamehe. Unasamehewa nini kama una dhambi na Yesu amebeba? Maneno mafundisho ya Yesu, Marko 1:14. Sikutaka kwenda huko mwalimu, acha tunioge. Marko 1:14 chap chap. Kwa nini sisi ni Waislamu? Sisi ni Waislamu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuchagulia Uislamu, akatuita Waislamu, akatuambia kwa maneno adhimu kabisa matukufu, akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunaambiwa tusife isipokuwa ni Waislamu, tumenyenyekea. Na wallahi ukiwa Muislamu una garantia kwenda peponi kwa maneno ya Allah, sio mimi. Twende mwalimu. Marko 1:14. Inasemaje? Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya, akihubiri habari njema ya Mungu. Ndio. Akisema, wakati umetumia. Ndio. Wakati umetimia. Tubuni na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Tubuni na kuiamini Injili. Wewe, hiyo ni maneno yako. Anasema msio na wasiwasi, dhambi mimi nimebeba. Mwalimu, soma vile imeandikwa. Sasa haya ndio maneno tunayopata. Jamani, ati mtu anafikiria kwenda peponi ni kama kuwa chama cha UDA. Astaghfirullah wa atubu ilayhi min kulli dhambi. Wacha tusingilie huko. Napenda mwalimu hakuhitaji nimezungumza hiyo aya Biblia kwa sababu najaribu kudhibitisha tu. Lakini sisi Waislamu tuko katika njia ambayo ni ya sawa. 43:68. Sisi tumeahidiwa, maadamu sisi ni Waislamu na tuliziamini aya za Mwenyezi Mungu 100%, tutakwenda hakika, tutakwenda kupata pepo. Hii haina shaka. Mizani imewekwa katika kupima. Ikiwa serikali ina mizani, ukifanya makosa unafungwa, inawekwa rekodi. Ukitubu, lakini rekodi iko. Rekodi ni ya nini? Ni ya kuangalia. Lakini pale unapotubu madhambi yako ukajutia, pale Mwenyezi Mungu anaifuta, na haiko kwenye kinachopimwa ni yale ambayo wewe umeghafilika kuleta istighfar ama kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kisha akaangaliwa na matendo yako. Lakini dhambi ukifanya na ukatubu, hiyo inafutiliwa mbali kabisa. Mwenyezi Mungu hawezi kwenda kukuuliza dhambi ulioifanya ukatubu tauba ya kweli, sio tauba ya kinafiki.
kesho unaenda unaiba viatu msikitini. Hapana, hiyo ni kumchezea Mungu. Usome mwalimu chap. Inasema ni baada billahi minashaitanir rajim. Ndio. Enye waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Ndio. Wala hamtahuzunika. Ndio. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Ndio. Na walikuwa Waislamu kamili. Hebu sikiza, na walikuwa Waislamu kweli. Hebu msomee kwa matini yake, asiseme ni tafsiri. Ya ibadi la khawfu alaykum al-yawm wala antum tahzanun. Alladhina amanu biayatina wa kanu muslimin. Hebu muoneshe huyu. Wao walikuwa Waislamu wa kanu muslimin. Hawa wamehakikishiwa watakwenda wapi? Ingieni bustanini peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Inatosha. Kwa hivyo hii ndio sisi Waislamu tuko. Ipatikane aya, ukiwa wewe ni Mkristo kamili, ingia peponi. Kesho mimi nakuja. Si Jumapili mpaka Jumapili. Hakuna kufunga, hakuna kutawadha vile ulisema, hakuna kwenda maji na choo karatasi inzi na kufuata nyuma. Unaenda tu peponi. Very simple. Very simple, anasemanga. Very simple. Si unaenda tu peponi jamani. Usifanye kazi. Wewe kazi unafanya, unadeliver, unaandikwa, mwisho wa mwezi unapewa mshahara, alafu kwa Mungu eti wewe uamini tu Yesu alikukufia dhambi na unaambiwa utubu. Dhambi gani jamani? Mbona mnatufanyia msitizaji? Anyway, hiyo ni mambo yenu, tunawaachia hivyo, lakini hiyo tunaitanga story ya jaba. Akasema sisi tukiomba tunakubaliwa. Sisi mara ngapi ala amesema katika Qur'an? Uduuni wa qala rabbukum uduuni wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribu. Sasa tayari zimejaa jamani, sisi ndio Waislamu. Na mimi nataka kuleta challenge. Huyu bwana achague jambo moja, kama ana uhakika aombe kwa jina la Yesu siku 3 ama ngapi, na sisi Waislamu atupe jambo tuombe kwa Mwenyezi Mungu aone kama halifanyiki hapa. Yeye achukue siku 3 aombe jambo, alafu sisi Waislamu tupewe jambo tuombe kwa Mwenyezi Mungu, tuone Mungu yupi wa kweli ambaye anakubalia. Mwalimu wangu nipigie 236. Nafikiri bado kangapi? Moja. Nimalizie kwa hilo. 236 Qur'an. Sisi ndio tumejengwa kwa misingi ya manabii na mitume, kwa sababu wote walikuwa ni Waislamu na wamepewa vitabu. Musa akapewa Taurati, Daudi Zaburi, Injili na Qur'ani kapewa nabii. Sufi za kina Ibrahim. Tuambie hii Biblia alipewa mtume gani? Kama uone tunapigiwa mchezo ambaye haieleweki, potea. Inasema ni baada billahi minashaitanir rajim. Soma. Semeni nyinyi Waislamu. Semeni nyinyi Waislamu. Waambie Mayahudi na Manasara. Waambieni Wayahudi na Wakristo. Waambieni. Tuambie nini? Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na yale tulioteremsha. Na yale tulioteremshiwa. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Ndio. Na Ismaili. Ndio. Na Isahaka. Ndio. Na Yakobo. Ndio. Na kizazi chake Yakobo. Na waliopewa Musa. Na Isa. Ndio. Na pia yale waliopewa manabii wengine. Ndio. Kutoka kwa Mola wao. Na sisi hatutofautishi baina yao katika hao. Wote tunawaamini. Na sisi tumenyenyekea kwake. Neno lililotumika hapo na sisi ni Waislamu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa nawacha swali moja ndogo hapa. Akija huyu rafiki yangu, ndugu yangu, ni mwalimu wangu, shekha wangu. Sema shekha maana yake mzee wangu. Aje hapa atuambie nabii gani alikuwa Mkristo. Mimi na hapa Waislamu na wageni kanzu nitaenda kutolea kanisani. Sisi tunasema Nabii Muhammad alikuwa ni Muislamu kwa dalili, kwa andiko, kwa hadithi. Musa alikuwa Muislamu, tumetoa Ibrahimu, Nuhu mpaka Adam. Naomba tu ni nabii gani alikuwa Mkristo? Salamu alaikum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Maina kiwanja chako dakika 5 na muniwekee hiyo jamani, manangu imejisima. Abdurrahman niwekee time. Dakika 5. Asante sana. Yohana 6:28. Nianze tu kuenda kwa mada. Tajibu maswali ya Salim nikiketi. Nabii mgani alikuwa Mkristo? Andiko liko. Asante. Yohana 6:28. Sema mwalimu. Inasema basi wakamwambia, sasa wanafunzi wanauliza Yesu, tufanyaje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Tufanye nini ili tutende kazi za Mungu? Yesu akajibu akamwambia, hii ndio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ndio hii, muamini yeye. Uamini yeye aliyetumwa na yeye. Simple. Kazi ya Mungu ni kuamini Yesu. Sio kutawadha, sio kuomba mara 5, sio kuenda Meka, sio mambo ya zaka. Hiyo ni ya juu my friend. Kwa sababu hiyo ndio imani ya Kiislamu. Ukitaka kuokoka utimize nguzo 5. Yesu anaulizwa na wanafunzi, tufanye nini tutimize kazi za Mungu? Anaambiwa kazi ni moja peke yake, kuamini Yesu. Simple.
Kuamini Yesu haimaanishi hatutaomba, hatutafunga. Maandiko yamejaa katika Mathayo 5, msali, mfunge, mfanye matendo mema, yote yako. Lakini hayo hayawezi yakakuokoa. Utaokolewa na kuamini Yesu peke yake. Simple. Akasema kuna watu ambao wamepewa vitabu. Manabii wamepewa vitabu na vitu vingine. Tuna Qur'an ambayo ni kazi ya mtu mmoja. Wakorintho wa pili mwalimu 13 andiko lake la kwanza inasema vipi? Wakorintho wa pili 13:1. Kwa sababu Qur'an imeletwa na Muhammad peke yake. Biblia ina waandishi zaidi ya 40. Hebu soma mwalimu tusikie. Wakorintho wa pili 13:1. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Hii ndiyo mara ya 3 ya mimi kuja kwenu. Safi. Kwa vinywa vya mashahidi wawili. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Kila neno litathibitishwa. Simple. Sasa kuna kitabu juu ya meza kimeletwa na nabii mmoja ambaye Waislamu wanamuita Muhammad. Kando yake kuna kitabu kinaitwa Biblia. Manabii wanaenda kufika 40. Hakuna hata mahakama hapa duniani inasikiza ushahidi wa mtu mmoja. Hakuna. Wewe enda hapa kotini, useme umeona huyu akifanya kitu. Watatafuta shahidi mwingine, kama hakuna kesi imepotea. Kwa hivyo hatuwezi kukafuata Qur'an, kazi ya mtu mmoja, tuache Biblia ambao manabii wote ambao wanatajwa wako katika hicho kitabu. Muhammad peke yake ndio hajatajwa pale. Kwa hivyo tunasema tuko na shaka na hicho kitabu. Wakorintho wa kwanza 6 andiko lake la 9. Wewe umesema sisi ni LGBTQ. Sikiza andiko. Inasema hivi. Au sasa unajitoa. Wakorintho wa kwanza 6:9. Au hamjui ya kuwa safi wadhalim hawataurithi ufalme wa Mungu? Sawa. Msidanganyike. Sawa. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. Endelea. Wala waabudu sanamu. Safi. Wala wazinzi. Wala wafiraji. Wala walawiti. Ndiyo hiyo mwalimu. Wafiraji yani mashoga. LGBTQ andiko inasema, ukifungua Walawi 18:22 andiko liko clear ya kwamba Bible inapinga mambo ya LGBTQ. Ukiwaona kule wale sio wa Kristo. Tunapinga na maandiko. Walawi 18:22. Soma andiko mwalimu. Salim amesimama hapa hakutetea ala vizuri. Nilisimamisha andiko linasema Mungu wa Biblia ndiyo Mungu wa miungu. Mungu mwingine wowote anajiita ako chini yake. Ako chini ya Yehova. Ipatikane andiko ala ni Mungu wa miungu. Ya kwamba yeye ndiyo supreme katika mambo ya miungu. Ipatikane andiko. Soma mwalimu. 18:22. Inasema hivi. Usilale na mwanamume mfano wa kulala. Sikiliza Salim, ngoja kidogo. Salim ako sokoni hapa. Sikiliza, Biblia inasema atusifanye nini? Soma. Inasema hivi. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke. Ni machukizo mbele ya Mungu, hayo ni machukizo. Nisomee 21 Ufunuo mwalimu. Andiko lake la pili, mimi namaliza. Dakika yangu imebaki moja. Ufunuo. Sasa mimi nilisema tunaenda paradise. Hii ndio ya muhimu sana. Ya kwamba tukitoka hapa, Salim amefanya vizuri. Hakuna mizani kwa Biblia. Sisi tunakufa hivi, tumeingia paradise. Tuko na Yesu na tuko na Mungu na manabii. Pole. 21 mwalimu, andiko la mwisho. 21 ngapi? Ufunuo 21 anzia 2. Inasema hivi. Nami nikauona mji ule mtakatifu. Safi. Yerusalemu mpya. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ndio. Umewekwa tayari. Safi. Kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Endelea. Inaendelea ikisema hivi. Nasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi. Ikisema. Ndio. Tazama. Sawa. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Basi yani ya kwamba sisi pahali tuko, Mungu atakuwa pale. Endelea. Inaendelea ikisema hivi.
Maskani ya Mungu iko pamoja na wanadamu. Ndiyo. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Endelea. Nao watakuwa watu wake. Safi. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Asante. Yaani andiko liko clear. Akauliza ni wapi Wakristo wanaenda? Maandiko yako nikikuja kujibu maswali, nikikaa pale nitamjibu ya kwamba Wakristo wanaingia mbinguni. Lakini la muhimu kabisa ni hili andiko. Mahali ambapo sisi tutakuwa, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuwa hapo. Katika jana ya Waislamu, sijui kama atakuwa mahali pale. Kama iko andiko tutaoneshwa. Nashukuru nimethibitisha kwa nini mimi ni Mkristo. Siwezi nikasilimu na sikatai Uislamu bila sababu, na sichukii Waislamu na sichukii dini yao. Na mimi nimesema, kwa hayo nimesema mkubali kuvuka sakafu, mkuje pande yangu ili dunia ikaisha leo, sisi wote tuingie paradise. Hiyo ndiyo ya muhimu. Hakuna mizani. Asante sana. Mimi nimekupa dakika yangu moja niwekee. Nabii gani alikuwa Mkristo? Waraka wa kwanza wa Petro, anzia chapter 1, anzia 9. Tusikie inasema vipi? Waraka wa kwanza wa Petro. Ngapi? Anzia hiyo chapter 1, anzia aya yake ya 10. Anzia 10. 1:10. Hapo amenitoa off guard, lakini haya imekuja. Yaani ukifuata Yesu anakukumbusha haya. Sasa ameniletea hiyo. Soma. Katika habari ya mwisho. Safi. Katika habari ya wokovu huo. Safi. Manabii walitafuta. Tunaambiwa manabii walitafuta na kuchunguza. Ambao walitabiri habari za neema. Safi. Itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani ulionywa na Roho wa Kristo. Manabii walionywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Simple. Yaani manabii wameonywa na Roho wa nani? Wa Kristo, ambaye yuko nani? Yuko ndani yake. Roho wa Kristo akiwa ndani yako unakuwa Mkristo. Kwa hivyo kwa hilo andiko manabii ni wa Kristo. Usiende, usiniogope, usikimbie. Nilikuuliza nini? Umeuliza manabii. Nimekuuliza nini? Nabii mgani alikuwa Mkristo? Nimekupa manabii wote. Kwa hilo andiko manabii wote, sababu wako na Roho wa Kristo ndani yao, walikuwa ni wa Kristo. Sasa mimi nakuuliza, nafikiri nimeuliza singular na unanipa. Walikuwa na roho wa Kristo. Walikuwa na Roho wa Kristo. Na Kristo ni nani? Kristo ni Yesu. Na mimi nimeuliza nini? Umeuliza nabii mgani alikuwa Mkristo. Sasa Salim, mnaona ni kama hatuelewani. Andiko linasema hivi. Ngoja. Andiko linasema hivyo. Allahu Akbar. Acha nimalize. Andiko linasema hivi. Inafuatia dakika zako, alafu uendelee. Tunaambiwa manabii walikuwa wanatabiri kuja kwa Yesu. Na ndio waweze kutabiri, kuna roho ambaye alikuwa ndani yao. Sababu hakuna nabii anaweza akafanya kazi ya Mungu bila roho ndani yake. Waislamu wanasema ni Jibril, ambaye ni ruhu ambaye alikuwa anasaidia mtume. Sasa sisi tunaambiwa pale ndani yao kulikuwa na Roho wa Kristo. Sasa Roho wa Kristo akiwa ndani yako utakuwa nani? Unajua sikutaka kukupeleka, naona we ni mwanafunzi. Jamani, ni mwanafunzi wangu. Alhamdulillah. Na mimi ni profesa. Si mnajua hivyo Waislamu? Kwa sababu Biblia inatuambia yule aliyetiwa kuwekwa mafuta ili awe kuhani au nabii au mfalme, kwa Kiyunani Masihi. Kwa Kiyunani Kristo. Kwa hivyo yule aliyetiwa mafuta aidha kama ni nabii au ni mfalme anaitwa kwa Kigiriki lugha gani? Ataitwa Kristo. Na mimi nikauliza, huyu ni mtu amefanywa ili atumikie nani? Atumikie Mungu. Na mimi swali langu likawa, wewe ni Kristo ama Mkristo? Mimi ni Mkristo, mfuasi wa Yesu. Very good. Na hawa manabii, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Ibrahimu. Wewe sio Kristo lakini ni Mkristo. Ndio. Nabii gani alikuwa Mkristo? Wote walikuwa wa Kristo. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Haya basi, asante nitakukujia. Sasa ikiwa huyu hawezi kujibu nabii gani alikuwa Mkristo, na yeye anasema Mkristo, inna lillahi, na akakuja hapa akasema wao Waislamu sijui tulikuamini Yesu. Jamani, sisi wa
Waislamu ndio imani pekee yake duniani inayowaamini manabii wote. Mwalimu wangu nifungulie 2285. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Manabii, sharti ya kuwa Muislamu lazima uamini manabii wote, kuanzia baba yetu Adam mpaka kwa mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unakuwa Muislamu. Huwezi kuwa Muislamu kwa kuwafarikisha nabii. Ukikataa nabii moja, Allah anasema ulaika humul kafiruna haqqan. Unakuwa ni kafiri wa kweli wa ndani. Kwa hivyo Yesu tunamwamini kama mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Twende mwalimu, soma chapchap. 2255. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. 285. 2285. Hapo mwalimu. 85. Ndio. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake. Mtume amini yaliyoteremshwa kwake ambaye ni Qur'ani. Kutoka kwa Mola wake. Ndio. Na Waislamu pia wameamini hayo. Ati watu gani? Pia Waislamu wameamini yaliyoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ni Qur'ani. Pende wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake. Wakaamini na malaika yake, Jibril, Mikail, Israfil. Wote malaika sisi tunawaamini. Na vitabu vyake. Na nini? Na mitume yake. Na vitabu vya nani? Na vitabu vyake. Jamani, nauliza, natoa simu. Nimepewa na kijana yangu huyo amekaa 15 Pro Max. Haijaguswa kitu. Ninatoa free. Nataka mtu mmoja, Mkristo yote, Waislamu hawana hiyo. Jamani, nani nitampa? Sheikh, chukua hizi mpelekee. Mkristo yote aniambie katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, Taurati, Zaburi, Injili, kuna kitabu cha Mungu kinaitwa Biblia? Jamani, kuna kitabu cha Mungu kinaitwa Biblia? Naomba Mkristo yote aniambie, je, Biblia ni kitabu cha Mungu? Kama cha Mungu alipewa mtume gani? Akakuja hapa, Qur'ani ni Nabii Muhammad mmoja, Biblia. Alafu mwalimu anajua kudanganya. Biblia ina waandishi 40, tena akasema manabii 40. Inna lillahi. Sasa je, ni waandishi 40 au ni manabii 40? Sikiza hoja ya kisomi ambayo imeenda kwa shule. Musa alipewa kitabu kinaitwa Taurati. Jamani, ni kweli sio kweli? Alipewa kitabu gani? Wakati wa Musa kulikuwa na Biblia? Na kitabu alichopewa Musa walipewa ngapi? Ni Musa ama kuna mtu mwingine alipewa? Zaburi alipewa Daudi alipewa kitabu gani? Kitabu kimoja alipewa Zaburi. Kuna mtu mwingine alipewa Zaburi? Sasa wewe huwezi kuja kutujengia hoja ya Biblia ina waandishi 40 anonymous wasiyejua kujulikana. Na ninatoa challenge, anitajie mwandishi mmoja wa Biblia, nampa shilingi 1000 akakunywe supu. Na anitajie ilikusanywa mwaka gani? Na alikuwa nabii. Huyo mwandishi. Sijui kama swali langu limeeleweka. Kwa hivyo haya ni maneno hayako. Mwalimu, nipigie hiyo 2255. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Mwenyezi Mungu ndo. Sisi Waislamu hatuna Mungu, tuna Mwenyezi Mungu Allah. Ndiye aliyempa Musa Zaburi, aliyempa Musa Taurati, akampa Daudi Zaburi, akampa Yesu Injili, akampa nyaraka Sufi na Ibrahimu, Daudi na wengineo wote walipewa na Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja. Ndio Qur'ani inasemaje? Mwalimu wangu, natoa aya moja nimalizie. Leo sitaki ubishi. 2255. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. Ndio sisi Waislamu, mtu akitaka kuwa Muislamu tunasema la ilaha illa, hakuna Mungu wala vijungu ila Allah. Ndio maneno aliyopewa Musa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hawa na Mungu Yesu ana Roho Mtakatifu. Alafu akajaribu kuwatetea LGBTQ. Jamani, kuna mabishop LGBTQ ama hakuna? Hebu atuambie bishop wa Anglican sahihi ni nani? Atuambie yeye. Atuambie. LGBTQ wa Kristo wanaenda kanisani Jumapili, wanafungishwa ndoa, wanaume na wanaume wanafungishwa ndoa kanisani, wafungishwe. Wanafungishwa wafungishwe. Kuna jamaa mmoja alijiita imamu akasema yeye ni shoga hapa South Africa. Muulize, haikufika jioni. Kwa akhera la ilaha illallah. Lakini hawa kanisani, I love you. Mimi na sura yangu mbaya, mwanaume anasema I love you, sura yangu mbaya. Nakaa kama Daniel nikicheka. Alafu
sababu wao wanaenda kanisani. Eti mwanaume na mwanzake wamevaa wote longi, moja bibi moja mwanaume. Kanisani atuambie, mimi nampa shilingi 3000. Atuambie ni wapi aliona msikitini watu wanaume na wanaume wanafungishwa ndoa. Subutu shekhe, unakuwa kebabu jioni. Twende mwalimu. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Ndio. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Kuna Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, ni mmoja tu aliyemiliki mbingu na ardhi. 29:46 yangu ya mwisho. 29. Sura Al-Ankabut aya 46. Aya yangu ya mwisho hiyo. Jamani, sisi Waislamu ni neema. Huwezi kusikia haya mambo kama haya. Wakati Trump anaapishwa, mama moja anamwambia, "Unajua Trump kabisa, lakini saa zingine anaongeanga maneno ya kweli." Yaani yule chizi lakini chizi fresh. Akasema yeye anajua maumbile ya Mungu ni mke na mume. Bishop moja hapo mwanamke, tena bishop mwanamke, anamwambia, "Oh Trump, kuwa na huruma na hao watu." Sijui ni mama anajitetea LGBTQ. Nani wa Kristo? Huwezi kusikia. Hadi Waislamu japo wewe njoo tu hapa. Ndio mimi si wewe. Wewe jaribu, hata kama Kenya ni nchi ya Dr. William Ruto. Wewe njoo hapa utuambie uone mabili tutakubali. Tunakuchemsha tu kama kebabu. Jamani, msinikujie Subaru, nasema tu sio kweli, hapa hatufanye. Waendelee kufanya tu mambo yao. Lakini waende kama huko Iran, Saudi Arabia, Kuwait, uende uzungumze hiyo maneno uone kama utatoka. Hata yuko ni mbali, nimeenda mbali. Si wewe uende hapa Somalia ufanye hiyo maneno uone kama utarudi. Kwa Mohamed Sheikh, rais wa Somalia. Enda huko useme wewe nakuwa kibabu. Twende mwalimu. Inasema hivi. Inasemaje? Wala jamani, watu Subaru msinikuje, nafundisha tu, ni mfano natoa. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Ila kwa yale majadiliano. Yaliyo mazuri. Ndio. Isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Kama wale ma LGBTQ na wengine transgender, hawa hatuna mjadala sisi na wao kabisa. Twende. Nasemeni. Tunaamini yaliyoteremshwa kwetu. Tunaamini yaliyoteremshwa kwetu ambaye ni hii Qur'ani, na yaliyoteremshwa kwenu Taurati, Zaburi, Injili. Sisi Waislamu tunaamini. Alisa. Na Mungu wetu. Na Mungu wenu. Ni mmoja. Alafu sasa huyu anasema nini? Mpe mic. Ulikuwa unasemaje mkubwa? Salim. Nimesimama pale nikatoa andiko Walawi 18:22. Walawi ni nini? Kitabu katika Biblia. Leviticus. Ni kitabu katika Biblia. Ni kitabu katika Biblia. So Biblia inasema, ngoja tutafutie ushahidi. Wewe ulisema tukienda kotini haiwezi kubalika, si kweli? Mimi kule naenda. Sijajua kule. Sijaenda huko. Unasema hivi. Subiri, atubishani, tutafundishana. Usiniogope, leo sikanyage. Ama nimpatie Anuari, naona kama unataka. Tuendelee. Asante. Umesema ni Walawi. Walawi katika Biblia. Very good. Kwa hivyo Biblia kitabu cha nani? Kitabu cha Mungu. Alipewa mtume gani? Sikiliza. Good. Umesoma Qur'an. Inasema hivi. Wala msijadiliane na watu wa kitabu. Kitabu. Hiyo hii hapa. Sawa. Watu wa kitabu. Ikikusudia nini? Sio kitabu. Kitabu. Allah anasema ndio. Wala msijadiliane na watu wa kitabu. Akikusudia nini? Mradi wa aya. Sasa Allah anasema sawa, mimi sijakataa. Watu wa kitabu. Kimoja. Vitabu vingi, sawa? Sio vingi, ni kimoja tu. Sasa Wayahudi waliteremshwa vitabu ngapi? Waliteremshwa Taurati ambayo ilikuwa na hukumu. Ndio inakusudiwa hapo. Endelea. Waliteremshwa Taurati. Sikiza Sali. Ukienda hivyo itakuletea shida kwa potea. Haiwezi kuniletea. Kuna mambo hapa. Usiniletee hivyo. Haya, maliza. Inasema msijadiliane na wale watu waliopewa kitabu. Makusudio au ngoja. Mradi wa aya ni kwa sababu Biblia, Qur'ani haisomwi kama Biblia. Haya, sawa. Mungu alikusudia kitabu gani? Haya, sasa hiyo itaandikwa. Hiyo ni explanation yako. Ni explanation, maana yake kila kitu kina mradi, si kweli? Sasa una explain. Haijaandikwa, una explain. Endelea. Nitoe dalili. Imesema na tulimpa Musa kitabu. Ndio, na tulimpa kitabu kinachokusudiwa hapa, maana yake ni Taurati. Haya, sikiza. Na hata ukitaka nikupe katika 10:94 ukienda kwa maelezo unapata Abdullah bin Salam. Subiri, tusiende huko. Wewe subiri mpaka tumalizane. Mimi siendi hivyo. Kwa hivyo wewe
47 hapo hapo baruani. Namna hivi tumekuteremshia kitabu. Ndio. Sasa Muhammad anaambiwa huyu anaandika kwa mabano cha Qur'ani. Ndio. Basi Wachana na mabano. Usiweke mabano. Soma tu, usiweke mabano. Tulia. Kwa sababu mabano sio Qur'ani. Mabano ni msaada. Wacha tuache. Allah anasema kwa namna hivi tumekuteremshia kitabu. Ndio. Nani anaambiwa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini? Kitabu. Ambaye ni gani? Good. Qur'ani wa aya. Maelezo, sitakusikia maelezo inasema Qur'an. Kwa hivyo aliyeteremshiwa Qur'ani nani? Good, imesema Muhammad. Endelea. Qur'an. Good. Basi wale tuliowapa kitabu kingapi? Kimoja. Ngapi? Huyo moja. Huyo anasema. Ngoja kidogo. Kitabu ngapi? Moja. Je, niulize swali alafu uendelee. Wacha niweke babana, wacha niweke. Vile amesema niulize. Cha Biblia. Cha Biblia. Sawa? Huyu anajua ya kwamba Allah akipatia Muhammad kitabu moja ikuwe ni Qur'an. Ndio. Basi wale tuliowapa ambao ni wengi tuliowapa kitabu. Ndio. Huyu anajua ni Biblia ni ameandika. Sasa hii ni Qur'an. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. Walipewa Biblia. Nakubaliana na wewe 100%. Nani alipewa Biblia? Huyu mwalimu wako anasema, mwalimu wako Baruan anasema wale tuliowapa kitabu ambaye cha Biblia. Asante. Kwa hivyo Biblia ni kitabu? Ni kitabu. Na alipewa nani? Wengi. Kitabu amesema wale tuliowapa. Waislamu sio moja. Wengi. Sio moja. Tuelewe. Kwa hivyo watu wengi ndio walipewa Biblia. Very good. Mfano aliyepewa Biblia wa kwanza nani? Very good. Very good. Wa kwanza ni Musa. Kwa hivyo Musa kitabu chake kinaitwaje? Kwa hivyo kwa mujibu wa Baruani kitabu wachana na Baruani. Kwa mujibu wako. Kwa hivyo Musa kitabu chake kinaitwaje? Sio kwa mujibu wangu. Tunasoma vitabu. Kukiwa na ushahidi. Unaona hiyo ni haya. Kukiwa na ushahidi wa kitabu. Asante mimi sikubaliana na wewe. Kitabu yako inasema Biblia ni kitabu aliteremsha nani? Aliteremsha Mungu. Aliteremsha Mungu. Na Qur'ani ni kitabu alichoteremsha nani? Kwa mujibu wa Baruani bado Mungu ameteremsha. Kitabu alichoteremshwa kinaitwaje? Hapa ni Qur'an. Akapewa mtume gani? Huyo amesema Muhammad. Kwa hivyo mtume Muhammad anachaguliwa, anateremshiwa kitabu kinaitwaje? Qur'an. Na wale tuliowapa vitabu wale tuliowapa kitabu ambaye ni Biblia, sawa? Good. Ambacho kiliteremshwa na nani? Na Allah. Kwa hivyo ikiwa Biblia ni kitabu, lazima kuna nabii aliyefanyaje? Aliteremshiwa. Ali nani huyo? Good, manabii. Kwa sababu huyo anasema wale. Sikiliza. Namna hivi. Ngoja. Sikia ndiko. Wacha takbir. Haleluya. Kwa namna hii. Haleluya. Amen. Hapo sasa. Kwa namna hii tumekuteremshia singular. Tumekuteremshia mtu mmoja kitabu. Baruani anatuambia ni cha Qur'an. Basi wale ambao ni wengi tukawapa kitabu. Hata wale wengi tukawapa kitabu. Wale wengi tukawapa kitabu. Baruani anatuambia kitabu cha Biblia. Ndio ni bado anaturudisha pale nilikuwa. Ya kwamba hiki kitabu kina mashahidi zaidi ya moja. Nimekubali na mimi naenda kanisani. Kwa yule anayesema waliteremshiwa kitabu cha Biblia nani? Ni mwalimu wako ambaye anaitwa Baruani. Na sisi Waislamu tunaamini yale yaliyoteremshwa na nani? Na Allah. Unaweza kutupatia mahali Allah aliteremsha Biblia? Kwa hiyo ndio huyu mwalimu wako anasema. Sisemi mwalimu wangu, nisikize swali. Mwalimu wangu anaweza kupata na mwalimu wangu anaweza kuteremsha. Si ni kweli? Ngoja. Nasoma kitabu gani? Mimi sijakuuliza hivyo. Usinikwepe. Maina, are you ashamed of your own book? Huwezi kutetea. Wewe umesema kwa maneno yako matukufu na imerekodiwa. Ndio. Kwa mujibu wa Baruani anasema kitabu gani? Anasema Biblia ndio imeteremshwa. Na sisi Waislamu tunaambiwa tuamini aliyoteremsha nani? Aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Na kwanza aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, mfano Qur'ani ameteremsha nani? Allah ameteremsha. Mimi sikatai. Subiri kidogo. Amemteremshia nani? Hapa kwa haya ameteremshia Mtume Muhammad. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli? Na ni maneno yako wazi ama nitoe aya? Iko sawa hapa. Iko sawa. Asante sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia alif lam mim huyu. Qur'ani 32:1.
inasema 32:1. Ndio. Baada billahi minash shaitani rajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Uteremsho wa kitabu hiki. Uteremsho wa kitabu hiki. Gani? Imesema kitabu hiki. Gani kwa wewe kwa makusudi yako? Kidogo Salim. Usome maandiko vile. Sawa. Usiongeze mambo yako. Mpe amalize. Soma text. Mpe amalize. Uteremsho wa kitabu hiki hauna shaka umetoka kwa Mola wa ulimwengu. Mpe. Kwa hivyo hapo kwenye lugha, kwenye mantiki ya lugha imetajwa kitabu. Imesema uteremsho wa kitabu hiki. Ngapi? Kitabu moja. Kwa hivyo ni kitabu moja ambaye hakina shaka, si ni kweli? Imesema uteremsho hauna shaka. Mpe huyo 44:1 au 43:1, yote ile utakayesoma. Changamka mwalimu wangu. Inasemaje? 43:1. Baada billahi minash shaitani. Jamani, nimeuliza swali na nikaweka iPhone kwa meza hapo. Sijaona kidume amekaa chukue. Nyinyi mnafanya mchezo na Waislamu. Tafutieni watu wengine, tafutieni Mungiki wa Hindi, lakini Waislamu wachaneni nao. Ni hatari. Ni ashidau wala al-kufar. Twende mwalimu. Amin. Na hapa kwa kitabu hiki kinachobainisha kila linalohitajiwa. Bila shaka tumekifanya kitabu hiki kiwe kisomo kilichoteremka kwa lugha ya Kiarabu. Mara ngapi hiyo? Nini mara mbili? Imerudia kitabu hakina shaka. Singular plural. Moja. Tena imerudia kitabu single plural. Moja singular. Ni moja Ndio. Kwa hivyo tutafute hicho kitabu alichoteremshiwa nani, si ni kweli? 7:1 Qur'an. Inasema baada billahi minash shaitani rajim. Ndio. 7:1 inasema. Inasemaje? Changamka. Enda 2:1. Hii Qur'ani ni kitabu kitukufu. Mpe. Nini? Hii Qur'ani kwa mabano ni kitabu kilichoteremshwa kwako. Kwa hivyo hutaki mabano? Ni mabano. Niache. Imerudia tena, unanikwepa lakini nitakupata. Mimi sikatai, kitabu iko sawa. Inasema hii kitabu. Sitaki mabano. Twende kwenye aya yenyewe tuipate mradi inayokusudia nini? Sawa, mwambie asome. Inayokusudia nini? Sikiza Salim. Wacha. Inasema hivi, kitabu wacha kilichoteremshwa kwako. 51. Wewe zinikwepa bana. Sijaona mtu wa kunikwepa hapo. Nimalize nishuke na walimu wangu hapa naona wamejaa. Inasema 51. Inasemaje? Na hapa kwa hii Qur'ani. Wewe kitabu. Na hapa kwa hii Qur'ani tukufu. Mabano au aya? Sasa hapa iko aya inasema na hapa kwa Qur'ani tukufu. Na kule amemwambia tumekuteremshia nini? Tumekuteremshia kitabu ambacho mwenye aliteremsha hakina nini? Hakina shaka. Akarudia tena kitabu kimefanywaje? Salim. Mimi sina shaka. Hatuendi hivyo. Wewe unaenda mbali. Mimi siendi mbali na nitaipitisha kitu. Aya ya 51 inasema anaapa kwa nini? Kwa hii Qur'an. Kwa hivyo kitabu kilichoteremshwa hakina shaka ni gani? Haijasema shaka. Imesema na hapa kwa hii Qur'an. Dhalika alkitabu. Haya tuende huko. Dhalika alkitabu. Dhalika alkitabu. Na hapa kwa kile kitabu. Kile. Sio hivyo. Dhalika alkitabu. Mimi nasema tuna hapa kwa kile. Sasa sawa. Sasa niache mabano, nimetoa andiko. Anaapa kwa nini? Hapa anasema kwa Qur'an. Ngoja, kwa Qur'an sawa. Nielewe. Unaweza, mimi sitaki na kuna kitu. Na bisibishani, nafundisha. Sawa. Kwa hivyo Mungu mimi ndio unaambia. Mimi ndio unaelimisha, lakini pia wengine wanapata elimu. Ndio. Hapa Allah anasema ameteremsha vitabu 2. Hakuna mahali anasema ameteremsha vitabu 2. Haya sikiza. Wewe angalia speli. Umekata, ndio maana nilikuwa nakupeleka. Ukasema hii iko kwenye nini? Iko kwenye mabano. Mabano ambaye ni maelezo ya nani? Tukasema tutoe hiyo. Hapana, wacha kutoa. Ukasema ni maelezo ya nani? Mwandishi. Ambaye anaitwa nani? Baruani. Nikasema tuache kando. Mimi nimetoa andiko ambaye Mungu anaapa kwa nini? Kwa Qur'an. Kwa nini? Kwa Qur'an. Anaapa kwa nini? Anaapa kwa Qur'an. Mabano au aya? Hii ni aya. Ni aya. Sasa sikiza. Sawa, subiri. Ni mimi swali langu. Mimi nanyamaza nikupe dakika 2. Unayo aya inayosema Biblia? Ni kitabu. Mimi ninasoma aya. Yoyote tu. Sasa nyamaza. Sasa si nyamaza. Sasa kuna kitabu chako hapa ambacho ni Qur'an. Qur'an ukisoma sura ya 29. Aya ni ya 47.
Wachana na hiyo, una haya nyingine. Siungoje. Maelezo Mimi hatutaki. nashikia hapa. Mimi hata sitasoma maelezo. Sitaki maelezo. Sitaguza Wala hiyo. mimi nakuuliza unayo haya hii Siungoje. ni katika mabano msaada wa mwandishi au mwenye kufanya tarjuma ambaye alikuwa na makusudio fulani. Lengo langu tu ni nyepesi. Unayo haya inayotaja Biblia? Sasa tulia nikwambie. Sitaki uniambie unayo haya una. Mimi najibu swali. Sitaki usome unayo haya. Haya, funga baruani. Funga baruani. Mwalimu funga baruani. Funga baruani. Salim, wacha Funga fujo baruani. bwana. Wacha fujo. Funga baruani, sio fujo. Funga baruani. Weka farisi. Mpe farisi sasa. Hatutaki mabaro, tunataka haya. Sasa wewe Wacha mpe soma bwana, toa haya. So wewe unanichagulia vile nitajibu swali. Sio bwana, sitaki. Unanipangia vile nitajibu swali. Sitaki vile unataka na kuomba unipe haya. Sasa Sitaki vile utajibu. ndio nakuuliza swali. Usiniulize, Wewe nijibu. unanipangia vile nitajibu swali. Sitakupangia na kuomba unijibu. Haya, nyamaza. Na wewe utanijibu vile unataka ama vile inafahamika? Mimi nitakujibu vile imeandikwa. Nitakujibu vile imeandikwa. Kwa mabano au kwa haya? Kwa aya. Alete sasa. Good. Mimi nakujibu kwa aya. 29. Mimi nakujibu kwa haya. Hii kitabu imewaletea shida sana. Hatuna shida yoyote. Hatuna shida yoyote. Haiwezi kukusaidia. Hapo niende toeni kwa meza. Haiwezi kukusaidia. Inasemekana hivi. Sio kusemekana, nataka haya. Nasoma. Sijui kama unanielewa. Sio nyamaze. Unanielewa unielewe? Mimi nakuelewa, nyamaza. Utanipa haya ama hutanipa? Nakupa. Alete. Haya, sikiza. Aya bila mabano. Namna hivi tumekuteremshia kitabu. Moja. Basi wale tuliowapa kitabu, wataiamini. Wataiamini nini? Tulia. Tumesema hatutaongeza. Ala anasema nimekuteremshia kitabu. Huyo hatujui ni nani ameteremshiwa kitabu. Moja. Alafu kuna wale tuliowapa kitabu. Moja. Kwa elimu ambayo mimi niko nayo, Israeli hawakupewa kitabu moja. Mimi sijakuuliza hicho. Hawakupewa kitabu moja. Hiyo ni maoni yako ya kanisa. Sio maoni. Hapo kumetajwa Israeli. Nasema hivi. Nauliza kumetajwa Israeli hapo. Sikiza. Ala kabla ya Quran, ala hajateremsha kitabu moja. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Maina. Kabla ya Quran. Maina. Waislamu wanakusikiza. Wananisikiza na kabla ya Quran. Kabla ya Quran. Hapo haijasema vitabu ngapi? Haijasema kabla ya Quran. Inasema nakuuliza. Na aliteremsha Salim, kabla ya Quran, ala ameteremsha vitabu ngapi? Sijui. Sio moja. Sijui. Wewe ni ngapi ameteremsha? Kuna Tora, kuna Zaburi, kuna Injili, kuna Suhufu za Ibrahim. Si ni kweli? Ni kweli. Ala ameteremsha. Kweli. Lakini hapa anasema, ngoja kidogo. Ameteremsha gani? Tora. Kwa mujibu wa Quran. Na kwa mujibu wa Biblia. Zaburi, tulia, tuko hapa. Zaburi, Injili, Suhufu za Ibrahim. Mimi nakatana na wewe. Tulia. Mimi nakatana na wewe. Hapa anasema wale tuliowapa. Nakuuliza hivi. Wale ambao ni wengi tuliowapa kitabu. Wale ambao ni wengi tuliwapa kitabu. Sawa, tuache hiyo mada. Sasa tuache hiyo mada. Wacha niseme hivi. Naona ni ngumu. Sawa, wacha niseme hivi. Usiseme. Tunawachana na hii tutaweka kesho. Wacha tuseme hivi. Na vitabu. Umesimama hapa ndio uka-accuse Christians. Mimi sija-accuse, sijasema kabisa. Wacha nimalize. Ukasema Wakristo wanafunga ndoa za jinsi moja ndani ya kanisa. Sawa. Ni kweli ni urongo? Tulia, ukasema hivi. Subiri. Sasa tulia. Mimi nikasema hivi. Katika kitabu cha Walawi 18:22 Mwenyezi Mungu anasema mwanaume asilale na mwanaume mwingine ndio kama mwanamke. Ni kweli. Wakorintho wa pili nikasoma ikasema washoga na wafiraji ndio hawata urithi ufalme wa Mungu. Ndio. Wewe unapinga LGBTQ. Tulia. Muislamu anapinga LGBTQ. Naomba andiko ndani ya Qur'an inapinga mashoga. Toa haya. Aya moja ndani ya Qur'an inapinga mashoga. Tukikupa unasilimu.
toa aya moja ndani ya Qur'an. Taratibu. Ukipata unasilimu. Sikiza. Subiri tu. Sawa, sikiza swali. Ngoja kidogo. Ikuwe Tusiende hivyo. Yes, Qur'ani sura 4 aya 16 usitake kutuletea mchezo. Aya, Na hadithi ziko na wamezungumziwa na watu wa kaumu Lutu walipofanywa. Usifikirie tunabahatisha. Hiyo sio mada yetu. Mada yetu ilikuwa kwa nini wewe Mkristo. Hebu kabla sijakupa aya. Kwa sababu nilikuwa Mkristo. Ngoja. Katika maandiko ya Biblia inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Hebu nikuulize Maina, kuna ndoa za jinsia moja zinazofundishwa kanisani? Sikiliza Salim. Nakuuliza wewe, sikiza sasa. Waislamu nisongeni nyuma kidogo hapa. Waislamu ndugu wangu wa kanzo, nimuone ujerere. Wewe kijana. Songeni kidogo niwaone. Hebu sikiza swali langu. Katika amri 10 alizongoja, katika amri 10 alizopewa Musa, ngoja. Umeniita jerere. Kwani kujerere ni kutoka? Omba msamaha. Asiwezi omba msamaha. Hata mimi ni jerere. Mimi sio jerere. Wewe ni nani? Kwa sababu wewe ni jerere. Sijui hiyo ni nini. Mimi sijui hiyo ni nini. Sasa huwezi ni. Sasa wewe unajua hiyo maana yake nakusifia una akili. Jerere maana yake una akili. Ama niseme una akili tokonwai. Maina anasema ngoja kidogo, ngoja. Wachana, mimi ndio nazungumza na wewe. Kuna maneno mangapi? Mawili. Kuna jerere na kuna tokon. Wewe unapenda gani? Na tokon. Hizo ni. Uliza swali. Jerere kaambiwa. Sikiza. Subiri, jerere ni yule ana akili. Tokon ni mjinga. Wewe unataka gani? Ndio kwa nini sikuamini wewe? Sikuamini na hiyo maneno. Sikuamini. Hiyo yote mbili nikubali. Waislamu takbir. Waislamu takbir. La ilaha Muhammadu Allahu akbar. Uislamu, kuwa Muislamu ni neema. Sisi tunauchezea huu Uislamu ambaye tumechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Tumesimama hapa tukadhibitisha kwa aya 3. Mungu ametuchagulia Uislamu, akatuita Waislamu, akatuambia tusife isipokuwa tumekuwa wala tamutunna ila wa antum muslimun. Hii ni neema. Hapa hakuna aya moja wala tamutunna ila wa antum Kristian, hakuna. Wala na hakuna. Haya ni maneno watu wametengeneza tu karabati. Wakalete watu wakafanya. Nimeuliza, je, nabii gani alikuwa Mkristo? Sijapata andiko. Jambo la pili, Ukristo ulianzia wapi? Mwaka gani? Utakuta vitu vya ajabu. Sisi Uislamu umeanza na baba yetu Adam kwa aya, sio kwa maneno. Mungu akasema ni fitra, ni umbile aliyoumbia mwanadamu huu Uislamu. Mwalimu, 30 ongea na Waislamu. 30 Qur'an. Inasema hivi. Inasema mwalimu. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu. Kunaona ndilo umbile, kwa hivyo namna alivyoumbwa Adam, he was created in a shape of Islam. Twende, maana yake kunyenyekea, kumsujudia Mwenyezi Mungu. Ndio. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloombia watu. Ndio. Yaani dini hii ya Kiislamu. Kwa hivyo Uislamu ni umbile, ni nature. Uislamu ni umbile. Kweli, angalia mtoto anapokuwa katika tumbo ya mama yake, anatoka akiwa amesujudu. Muislamu anaambiwa sujudu mara tano kwa siku. Mara ngapi? Mara 17. 5 times compulsory, hauna option. Ni lazima umsujudie. Mtoto akizaliwa huwa amesujudu kwa sababu ni umbile. Manake amesubmit amri, sheria za Mwenyezi Mungu. Hayatuelezi Ukristo ni nini. Kwa lugha gani na nani aliwahi kuwa Mkristo? Hauwezi kupata. Huwezi. Wallahi ukipata nichape viboko 80 au 100 kama msinifu. Huwezi kupata. Mlevi ndio anapigwa 40, mrongo anapigwa 80, msinifu anapigwa 100. Sasa kama huyu anafaa kuchapwa viboko 40 kwa urongo. Viboko 80. 40 ni ya mlevi, 80 ni ya mrongo. Huwezi kupata. Ndugu zangu katika imani, mashallah, kwanza watu ambao wanakuja hapa, Mwenyezi Mungu awabarikie na awafungulie milango ya kheri. Semeni amin. Amin. Ndugu zangu, leo tunamaliza Ijumaa ya mwisho, kukiadhiriwa magharibi, tunaingia katika siku ya 29 ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuoneshe Ijumaa nyingine ya kwanza katika mwezi ambaye ni wa Dhulhijja, ambaye waje wamejitolelea
wanaenda kufanya ibada adhimu kabisa, kutekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu. Ndo aya inateremka, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mtume yuko katika Arafa, inateremka aya, tusemeni la ilaha Muhammadu. Dini yetu inakamilisha kwa kuikamilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi zingine zote unazoona ni propaganda. Ndugu zangu, tufanyeni kheri ya kusaidia hii dawa. Mara nyingi huwa tunafanya mambo kubwa na mengine tusiyaseme. Tukiyasema tutakuwa tumeharibu maneno. Nimepata taarifa kwa ndugu yangu Abdurrahman, kuna jambo ambalo ni nzito hapa linafaa kusuluhiwa, linahusiana na watu wa kusilimu, linahusiana na hii kazi ya dawa. Naombeni tu Waislamu, kwa yule ambaye ana imani, anaona hajadhulumiwa, hajaibiwa,